Hey, listen to me. Sikia kijana mwenzangu, sikia hii. Usidanganyike na matokeo ya haraka unayoyaona kwa watu. Sijui unanielewa? Wengine wanaonesha mafanikio lakini hawakuonyeshi hasara walizozipitia. Alafu kingine, wengine wanaonyesha maisha mazuri lakini hawakuonyeshi mateso ya nyuma ya pazia. Yaani hawakuonyeshi matokeo ya nyuma walichokipitia. Wanakuambia utafanikiwa, fanya hiki na hiki. Je, kwa nini ufukunyui kabla ya kutenda? Fukunyua kwanza, angalia yeye alifanikiwa kwa njia ipi. Usione mwenzako kafanikiwa wewe unaharakia na wewe unataka kufanikiwa. Haiko hivyo. Alafu kitu kingine, jifunze kabla hujaingia kwenye kitu, elewa kabla ya kuamua. Yaani kabla hujakifanya hicho kitu, kielewe kwanza hicho kitu ni nini. Yaani kielewe kabla ya kuamua, yaani kuamua kukifanya. Sio kinachong'aa ni dhahabu. Sijui unanielewa? Sio kinachong'aa ni dhahabu. Vingine vinang'aa lakini hujui vinang'aa kupitia na njia ipi. Je, hiyo njia ni sahihi? Ni salama? Haiumizi? Haimwagi damu ya mtu? Je, iko kihalali kimungu na kiserikali? So chukua hatua kabla, yani kielewe kwanza kitu kabla ya kukifanya. Usione huyu kanunua gari, haya mfano utachukua njia. Ndugu yangu, wewe umefanyaje mpaka umeinunua hiyo gari? Atakwambia bwana, mimi nimefanya kazi. Pengine hujui anakudanganya, hujui nini nyuma kafanya nini. So kazi ni muhimu kufanya ili kufikia malengo, lakini ni marufuku kwa kijana. Narudia, ni marufuku kwa kijana kupita njia za shortcut, kwa sababu moja, itakupotezea muda. Pili, utafanya dhambi, utamwasi Mungu wako. Tatu, kwa hatua za mwanzo utaona uko sahihi na unachokifanya, lakini kwa mbele itakugharimu. Sijui unanielewa? Itakugharimu maisha, itakugharimu vitu vyote, na utakuta unafanya mambo ya ajabu sana, unajikuta hujafanya kitu cha maana chochote. Sijui unanielewa? So kijana mwenzangu, amini kwenye kupambana, amini kwenye kukijua kitu kabla ya kukitenda, amini kuto kukata tamaa, na unapoangushwa anza upya. Marufuku kukata tamaa. Sijui unanielewa?